Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Thumma sallallahu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'du. Naam, katika siku ya leo hii, siku ya Jumatano, nawaletea faida ifuatayo. Na kutokana na changamoto wengine wananifuata, wengine wananiuliza, watu wanauliza sana kuhusu swala hili la hawa la viumbe. Nitoa elimu tu angalizo kabisa kwa wale ambao mmechukua viumbe, ambao mnataka elimu ya viumbe, ambao mnataka kufanya kazi na viumbe, ama mnataka kuingia mikataba na viumbe. Kuna baadhi yenu unachelewa kupata majibu. Sio upate kabisa, unachelewa kupata majibu. Japo unaona mbona nafanya sifanyikiwi? Mimi nasema umechelewa kupata majibu. Na sababu kubwa, kwa nini unamwita jini haji? Kwa nini unamwita jini afu jini haji? Anakuwa kimya. Utasikia zile ishara wengine, lakini hafiki moja kwa moja. Au hata ishara hazioni. Kwa nini? Hizi ndio sababu kubwa ambazo zinapelekea wewe jini asifike kwako. Sababu kubwa ni hizo, kubwa ni tatu. Ya kwanza, mwili mchafu. Kama mwili wako mchafu, jini hawezi kufika moja kwa moja. Wale viumbe wanapenda usafi. Mwili wako mchafu na minuksi, mikosi, unagiza, nyota yako imefifia. Nyota ni usafiri mkubwa sana wa viumbe hawa kiroho kusafiria kufikia wewe. Wao wenyewe pia wana nyota zao. Wana nyota zao. Hivyo basi, mbele kabla ya kwanza jambo la kumwita jini, jisafishe mwili. Oga dawa. Safisha mwili wako kwanza. Toa nuksi, mikosi, giza. Sababu ya pili ni vifungo. Una vifungo wewe vya mizimu, una vifungo wewe vya kijini, una maruhani wako wewe. Sasa wale wanakuwa wapinzani. Wale wakiteremka utakuja, wale wanawazuia. Inatokea vita, msukumano, kutambiana, kutishana mikwala kwa kuna kupigana. Sasa baada ya kuja kwa lengo ulomitia, anaanza sasa kufikia kwenye mapambano. Na wale viumbe wako ambao wewe udonao, maruhani wako udonao, ama mizimu, vifungo vya mizimu mibaya ambayo imekuzingira wewe. Wana mizimu misafi yeye anawakaribisha tu. Mizimu mibaya yeye analeta upambano. Na majini waliokuwa nao wewe, maruhani wabaya wanaleta wivu. Unaweza kupambana. Hiyo ni sababu ya pili. Unabidi ushughulikie hili kwanza kabla hujamwita jini. Sababu ya tatu ni mazingira unaomitia wenda si rafiki. Mazingira yanaweza kuwa si rafiki. Kwa maana mazingira hayana utulivu, yana kelele. Wewe unamwita hapa kile nyumba cha pili kule kuna mdunda na dundwa misabufa na nini? Au ndio na kelele eneo hana utulivu. Viumbe wanapenda sehemu ile tulia kabisa. Katika makazi yao ni maeneo tulia kabisa, sehemu zenye maji, mabonde, mabwawa, kwenye chemchem, kwenye mito, sehemu hizo tulia. Polini, msituni ambako tulia. Kuna bahati usikawa kama jini kule polini. Kuna wapo polini, pole tulia. Kuna bahati unamwona jini live kabisa, live unaweza kumwona jini. Kasikia masauti ya ajabu. Kasikia watu wanaongea kitu kitabu. Unasikia wanaongea watu nyuma ya mti fulani hapo. Kile ukienda pale hukuti mtu. Sisikia hapa soko wanaongea amekaa nyuma ya mti hapa. Mbona kuna mtu? Mara umeenda pale unasikia sauti tena inatokea, sauti ukule kutoka wewe tena. Hao ni majini. Unapenda sehemu zote ambapo kuna mapango, polini. Sehemu za mitoni, sehemu za masiri ya maji kwa kifupi. Maji yote kibwawa, chemchem, mito hivyo. Kwa hiyo mazingira unayomitia hajatulia. Kwa hiyo hawezi kuja. Umeelewa? Au mazingira ni machafu. Ina najisi. Mazingira ambayo una nyumba ya baba au mazingira unayoitia na nuksi. Na mikosi kuna giza hapo pale, vitu mabaya. Mazingira machafu kifupi. Najisi, si tohara, yana vitu mabaya, nuksi, mikosi. Jini hapo hawezi kuja. Atakuja kisa kifika, hafiki pale. Anaishia mbaya kucheki. Sasa mbona pale mbona nyumba yenyewe mbona pale pako hivi na hivi. Kwa hiyo anatazama tu anaangalia, huyo anaishia mbali tu. Wala hata sogea. Hizi ni changamoto ambazo zinapelekea wewe kumwita jini ufanikiwi.
Kaji tazame, uone umetajini, kaji tazame katika hao ninasema matatu yapo yote au lipo mojawapo, basi lishughulikie. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.